And we are reading verses number 58. Na mstari wa 28. The Bible there says, and I'm sure we can all together we can read it. And he said, but he said, yeah, 1, 2, 3 we go. But he said, yeah, rather blessed are they that hear the word of God and keep it. Lakini yeye alisema afadhali heri waliosikia neno la Mungu na kulishika. Let's get another version of. Just says good. It says, let's read together. He says, even more, those who hear the word of God and keep it are blessed. Baba, our heavenly Master, dear God, we worship you and we praise you. This wonderful evening. For this wonderful opportunity that you have really given unto us. Thank you, dear God, for gathering us together. So that, dear God, you can speak to us. We pray that, dear God, the power of the Holy Spirit will be upon us and upon this place. So that he may give us a special revelation of the word that he is about to speak to us. And we shall give you honor and we shall give you glory. Thank you for those of us who are seated and those who are coming. I pray that you shall quicken their steps down here, God, that they be blessed together with us. And honor and glory back to you. All this we are praying, trusting in you, and in the mighty name of our Lord Jesus Christ. Amen. Yes, I have just said we are going through the book of Luke chapter number 11. Because then the Bible says, and he said here, rather, blessed are they that hear the word of God and they keep it. And therefore this wonderful evening I want to share with you, surely, blessed are those who hear and they obey the word of God. Yeah, Jesus spoke these words. He was speaking these words to people who are extremely value the family rights. Yeah, they really value them so much. And because they really value so much, to them genealogies were so important. Because it was guaranteed what type of a person he was. And truly that either they belong to God or not. Then they would have gone ahead and they would have looked at the women. And they would have valued women depending on the number of the sons that they have given birth to. Yeah, the value of our woman, it was based on the number of men that she had given birth to. And that's the reason why just before Jesus has spoken this word, then a woman spoke in the midst of the multitude. And she spoke and she said, that the blessed is the woman that gave born or who gave birth to this man and this man of Jesus. Yeah, this is what this woman had just said. And these are the ones that led Jesus to respond in a way that is responding. I have repeated and I have just said, yes, these people value their genealogies. Because if you knew possibly from which family one came from, you would have known whether truly they are people of God and whether they are blessed.
watu wa Mungu. That is how they value that. Hivyo ndio walikuwa wanadhabiti. But when they come to see the value of a woman, Lakini wakati walikuwa wanatazama dhamana ya baba, it was always based with the number of men or male that she has given birth to. Ilikuwa inalingana na wale vijana wamezaa. Another reason why a woman in the multitude shouted loud and said, "Blessed is the woman who gave birth to this gentleman over here." Ndio mwanamke mmoja katika huyo bati alisema ya kwamba kubarikiwa ni yule mama alizaa huyu kijana. And therefore Jesus handed and responded. Na kwa hivyo Yesu alisikia na ndiye akajibu. This is where now he is repeating this word. Na ndiye akarudia hii maneno. And Jesus said, "Blessed is who hears the word of the Lord and obeys it." Ndiye akasema ya kwamba kubarikiwa ni yule anasikia neno la Mungu na analitenda. That means a person's obedience to God is more important to his or her place in the family. Kumaanisha ya kwamba yule mtu anatii neno la Mungu, yeye ana dhamana kubwa katika jamii yake. Yeah, that is an indication. Na kwa hivyo ilionyeshana hivyo. That whoever who hears the word of God and obeys or keeps it, Ya kwamba yule anasikia neno la Mungu na analiweka, that is more important yeye wa dhamana sana than his position in that family. kuliko ile cheo akonayo katika hiyo jamii. And that's the reason why Jesus went ahead. Na ndio Yesu aliendelea akasema That the business work of consistent obedience is even more important than the honor of being a respected son. ya kwamba kusikia neno la Mungu na kulitii kwa juu iko na dhamana zaidi kuliko And continue. kusikiza neno la Mungu. Yeah, as he continue listening persistently and obeying it, Kama vile utaendelea mara kwa mara ama kwa mfululizo kusikiza neno la Mungu na kulitenda, then you are of a great honor than a respected son. wewe uko dhamana sana kuliko ule kijana ameheshimika. Yeah, you are of a greater value. Na kwa hivyo wewe ni wa dhamana zaidi. You are of a greater value. Ni kwa sababu wewe ni wa dhamana zaidi. That's the reason why he says that you are blessed, so are those that hear the word of God and keep it. Ndio sababu alisema ya kwamba kubarikiwa ni yule anasikia neno la Mungu na analiweka. Last Sunday we were looking at few things that last Sunday we were speaking that small or little things really matters. Iliyopita tulikuwa tunaongea juu ya kwamba mambo kidogo kidogo ni wa dhamana kwa tuko na maana. And we looked across several scriptures. Na tukaangalia maandiko kadhaa. And I remember one of the scriptures that we looked across was the book of chapter number 5. Na nikakumbuka ya kwamba maandiko moja tulitazama ni Luka 5. And we looked across it and we said Tulitazama na tukaona the picture that was there with Peter. That was Simon. Yeah. And therefore this time I want to continue that story from the book of Luke, chapter number 5. And this time I will be reading verses 1 to 7. Kwa hivyo nataka tuendelee na hiyo story iko katika Luka 5 kutoka mstari wa kwanza mpaka 7. Yes, and we just spoke about verses number 7, number 4. Sasa tuliongea tu mstari wa 4. But this time let us just go through it pole. Lakini kwa wakati huu nataka tuende pole. And it came to pass that as the people pressed upon him to hear the word of God, he stood by the lake of Gennesaret. Go ahead, my sister. Mpaka 7. And he saw the two ships standing by the lake, but the fishermen were gone out of them and were washing their nets. And he entered into one of the ships, which was Simon's, and he prayed him that he would thrust out a little from the land, and he sat down and he taught the people out of the ship. Now, when he had left speaking, he said unto Simon, "Run into the deep, and let down your net for a draught." And Simon answered and said unto him, "Master, we have toiled all the night, and have taken nothing. Nevertheless, at thy word I will let down the net." And when they had let down, they enclosed a great multitude of fishes, and their nets broke. And they beckoned unto partners who were in the other ship, that they should come and help them. And they came, and they filled both the ship, so that they began to sink. Ikawa mkutano ulipomsonga wakilisikiza neno la Mungu, yenye alikuwa amesimama kando la ziwa la Genesareti, akaona vyombo viwili vimekaa kando ya ziwa, lakini wavuvi wametoka
wanaosha damu zao. Akaingia katika chombo kimoja ndicho chake Simoni, akamtaka akipeleke mbali kidogo na pwani. Akaketi akawafundisha mkutano aliyo chomboni. Hata alipokwisha kunena, alimwambia Simoni, tweka mpaka kilindini, mkashushe nyavu zenu mvue samaki. Simoni akajibu akamwambia, Bwana mkubwa, tumefanya kazi ya kuchosha usiku kucha tusipate kitu, lakini kwa neno lako nitashusha nyavu. Basi walipofanya hivyo, walipata samaki wengi mno, nyavu zao zikajaa kukatika. Wakawapungia mikono washirikao waliokuwa katika chombo cha pili waje wawasaidie. Wakaja wakavijaza vyombo vyote viwili hata vikataka kuzama. Listen to the story. Hebu sikiza hii hadithi. That Jesus was preaching and the crowd of people was really gathering. Kwamba Yesu alikuwa anahubiri na umati ulikuwa pale. The lake of Nazareth is the same lake in the Greek of Galilee. Na hii siwa la Genisareti ni kama lile la Galilaya. That is the same. Ni sawa. Yeah, and now just go back to verse 1 or verse 2. Yeah, it came to pass that as the people pressed upon him to hear the word of God, he stood by the lake of Gennesaret, which I have just said, it is also as well as the same with the lake Galilee. Na kwa hivyo watu walienda kusikia neno la Mungu hapo Galilaya, siwa la Galilaya. So they were there. Na kwa hivyo walikuwa pale. But when you come to verse number 2, he says, he saw two ships that were standing by the lake. Katika mstari wa pili anasema ya kwamba akaona vyombo viwili. But the fishermen were gone out of them. Lakini wavuvi walikuwa wametoka. And they were outside washing the net. Lakini walikuwa wanasiosha chombo zao. I want just first of all to remind you this. Nataka nikukumbushe hivi. To the fishermen kwa wavuvi of those days, wa wakati ule, if you possibly would have gone fishing for an hour, kama ungeenda ungele samaki kwa lisali moja, whether you caught anything or you did not get, kama ulipata ama hukupata, then you have to come and wash your net once again for the same time once again. Ni lazima ungekuja ndio uoshe hizo chombo kwa wakati kama ule ulikuwa unatoa samaki. And if there were any broken nets, you can possibly repair it. Na kama sivyo zimevunjika unajaribu kutengeneza. And every guy that should have been there, you have to make them completely clean. Therefore, it was just another job. Na kwa hivyo ilikuwa kazi ingine ya kutengeneza na kusiosha. So if you work for 4 hours fishing, then they told you require another 4 hours to wash the nets and keep them dry and ready for the next fishing. Kwa hivyo kama ungetega kwa masaa 4, ungesiosha tena masaa 4 ndio ungoje hiyo wakati mwingine wa kutega. Regardless whether you got anything or you did get anything. Hakujalisha kama ulipata ama hukupata. And that is why these gentlemen or these fishermen were very busy washing their nets, preparing themselves once again for the next round that they are going to fish. Ndio sababu hawa wanafunzi walikuwa busy sana wakisiosha ndio watayarishe hiyo wakati mwingine ya kutega. I want you to see how busy these people were. Nataka nione vile hao watu walikuwa wanatumia muda wao. I want you to see how busy these people were. Nataka uone vile hao watu walikuwa na kazi nyingi. Because many of the times we make ourselves so busy that we have no time even for the work. Ni kwa sababu wakati mwingine tunakuwa na heka ya kwamba hatuna nafasi ya neno. May the Lord just help us. Mungu atusaidie. May the Lord just help us. Mungu atusaidie. I am emphasizing that if you are to fish for 2 hours, you still require 2 more hours to wash your nets. Ninakwambia ya kwamba ilikuwa kama umetega samaki masaa 2, lazima ungeosha hizo chombo kwa masaa 2. So I want you to see, these people are not lazy and they were busy people. Nataka uone ya kwamba hao watu hapo wavivu walikuwa watu wa harakati mingi. Yes, I want you to see that. Kwa hivyo nataka uone hao watu vile walikuwa na bidii. And so that anytime you are giving yourself an excuse, my brother, my sister, Ndio kila wakati wewe ukijipatia sababu, then you see surely these people will be there just to judge you. uone ya kwamba hao watu watakuhukumu. Yeah, then as they were doing that, Wakati walikuwa wanafanya hii, then Jesus came through to one and entered to one of the ships. Yesu alikuja kaingia katika chombo moja. Yeah, which the Bible says that the brought to Simon. Biblia inatuambia kwamba ilikuwa Simoni. And when he came, alikuja
alikuja, he did not mind that these people were busy. hata hakujali ya kwamba watu walikuwa wako busy. So he came and told Simon, push your boat just like the ram. Na kwa hivyo aliwaambia kwamba aliambia Simon ya kwamba mtoatoe hii chombo yako iende karibu na ram. So he did not refuse. Kwa hivyo naye Simeoni hakukataa. He did not even argue. Kwa hiyo hata hakuuliza maswali. When he heard from the master, he just took the boat just to the ram where Jesus wanted. Wakati alisikia kutoka kwa Bwana alifanya kama vile alikuwa amemwambia. Yeah, he listened and he obeyed. Kwa hivyo alisikiza na akatii. He listened and he obeyed. Kwa hivyo alisikiza na akatii. If the Bible is saying, blessed is that one who hears and he obeys the word of the Lord. Biblia imetuambia kwamba kubarikiwa ni yule anasikia na anatenda. May the Lord just help us. Mungu atusaidie. And may we, as he help us, may he start with me, brethren. Mungu akianza kuanza na akisaidia asaidie mimi kwanza. Blessed are those who hear the word of God and keep it or they obey it. Kwa sababu kubarikiwa ni wale wanasikiza neno la Mungu na wanalitii. When the Lord told him where to push the net, to put the boat. Wakati Yesu alimwambia bahari akapeleka chombo chake. That is exactly what Simon did. Hivyo ndio Simon alifanya. And then when Simon obeyed, wakati Simoni alitii, what did happen from there? Ile ilitendeka niaje? Then the Lord was able to preach from the boat. Yesu naye aliweza kuhubiri kutoka hiyo chombo. It was able now it can help Jesus to pray, to preach from the boat. Na kwa hivyo iliwezesha Yesu aweze kuhubiri kutoka na hiyo chombo. If even if I was not there, you can always ask me. Na kama ungeniuliza hata sikuwa pale, I'll tell you for sure. Nikikwambia hakika that those people who are washing their nets, they direct their nets to come and hear the message. That was which was being preached. Wale walikuwa wanaosha vyombo vyao waliwachana nazo ndio wakakuja kusikiza injili. They came. Kwa hivyo walikuja. Let me tell you, brethren. Wacha nikuambie. You are obedient to the word of God to allow other people to hear the gospel. Kutii kwako neno la Mungu litafanya wengine walisikie. Yeah, it will help others to hear. Litasaidia wengine kulisikia. Because if Peter could not have given the book, they were for this book. Kwa sababu kama Simoni hakupeana chombo chake, wengine wangesikiza kutoka wapi? It was his obedience. Kwa hivyo kutii kwake helped many to hear the gospel. Ilisaidia wengi kusikia injili. And I want to tell somebody here, you are obedient. You are listening to the word and obeying you, and obeying it will lead many to Christ. Nataka kukuambia ya kwamba wewe unasikiza, ukitii neno la Mungu litakufanya wengine waweze kufuata Yesu. Hello? Unasikia? Are we still together? Kwa pamoja. Because it's what is really happening. Kwa sababu hivyo ndio kutatendeka hapa. Without forgetting, blessed is the one who hears the word of the Lord and obeys. Na usisahau ya kwamba kubarikiwa ni yule anasikia neno la Mungu na analitii. So when you come to verse number 4, kwa hivyo ukiingia katika mstari wa 4, the Bible says, after Jesus finished preaching, wakati Yesu alimaliza kuhubiri, when he left speaking, wakati alimaliza kuongea, then he looked at Simon and spoke to Simon. Aliambia Simoni, and he told him now, let your nets into the deep. Alimwambia kwamba tuweka mpaka kilindini. Yeah, put your net down to the deep. Uweke pale ndani. And that is what now, and this is where now Peter comes up. Na hapo Simoni naye, now here Peter told the master, we have been here, we have been toiling throughout the night, but because we have said it. Lakini Petro akamwambia kwamba tumejaribu kutenda usiku wote, lakini kwa sababu umesema, we shall do exactly that. Tutafanya hivyo. And they did it. Na wakafanya hivyo. Brethren, let me tell you. Wapendwa, wacha nikwambie. Let me tell you, brethren. Wacha nikwambie. Your obedience will always lead you to blessings. Kutii kwako kutakufanya kila wakati upate baraka. I want you to remember Peter had told you all the night. Ninataka ukumbuke ya kwamba Simoni walikuwa wamejaribu kutenda usiku yote. And they did not come up with anything. Na hawakupata kitu yoyote. But because the word says, blessed is the one who hears and obeys that word, then this is exactly what is going to happen. Lakini kwa sababu Biblia imetuambia kwamba kubarikiwa ni yeye anasikia neno na analitii. Then Peter did, or Simon did exactly what the master did. Simon alifanya vile Bwana alimwambia. He says this word, yes,
We toiled all the night and we caught none. But at your word, I will let down the nets. Alisema ya kwamba Bwana mkubwa, tumefanya kazi ya kuchosha usiku kucha na hatujapata kitu. Many of the time, brethren, Na wakati mwingi wapendwa, when I look at this story and I look at it, wakati nasomanga hii hadithi, I know, and everybody keeps on saying that Simon was a professional fisher. watu wengi wanasema ya kwamba Simon alikuwa mtega samaki hodari. And therefore, you at the time when the Lord is speaking to him to put it down the net, it is not the proper time for fishing. Na kwa hivyo alikuwa anaelewa ya kwamba hii wakati Bwana anasema ya kwamba aweke neti ndani, haikuwa wakati wa samaki. It is not the time for fishing. Haikuwa wakati ule samaki zinatoka chini zinakuja juu. Not only that. Na sio hivyo tu. I knew the type of the nets that they were using were for shallow fishing. Ndio kwamba zile chombo walikuwa nazo asikuwa za kuweka kilindini, zilikuwa za hapa juu. It was for the shallow water. Kwa hiyo zilikuwa za ile maji haijaingia sana. All these things were obstacles. Na kwa hiyo hii yote ilikuwa kitu ya kupika. Yeah, the nets were an obstacle. Kwa sababu chombo kilikuwa ya kuzuia kizuizi. Yeah, then the timing was also an obstacle. Na hata wakati hauko umefaa. But Peter Simon said, lakini Simoni akasema, because it's you are saying, kwa sababu ni wewe umesema. What did he do? Alifanya nini? He allowed to put the net. He did not look at the obstacle. He believed what was told. He did not even think about the time, but he just put down his net. Kwa hivyo yeye hakuona vizuizi, lakini yeye alifanya kama vile aliambiwa. The Bible says, "Blessed are those who hear the word of the Lord and they obey it." Biblia imetuambia kwamba kubarikiwa ni yule anasikia na anatenda neno la Mungu. When they did, wakati walifanya, the Bible goes ahead and tells me that he enclosed a great multitude of fish. Biblia inaniambia kwamba walikamata samaki mingi, that their sheep and their nets started breaking. ya kwamba ajabu zao zikaanza kukatika. Listen to me, brethren. Hebu nisikie. Listen to me. Hebu kanisikia. And I want you to listen to me good. Na nataka unisikize vizuri. I want you to listen to me good. Nataka unisikize vizuri. Whenever you shall hear the word of God and obey it, wakati yoyote utakaposikia neno la Mungu na utii, it changes the natural to supernatural. Inabadilisha kile kinawezekana kwa kile asikiwezekani. Hello? Unasikia? Listen to me and listen to me. Unisikie na unisikie vizuri. Whenever you listen to the word of God and you obey it, wakati utasikia neno la Mungu na ulitende, what happens is, kile kitatendeka ni hivi. it changes the natural inabadilisha ile haiwezekani and it puts them to supernatural. Na inaifanya iwezekane. Hello? Unasikia? Is somebody hearing me? Kwa mtu ananisikia? The net was shallow for shallow fishing. Ni kwa sababu chombo haiko ya kuweka katika ndani kilindini. Yeah, but they are now putting them into the deep. Lakini sasa wameiweka pale. Because as the master was saying, ni kwa sababu ni Bwana amesema. This is not the right time for fishing. Na hata sio wakati ule unafaa wa kutega. But any time we hear the word of God and we obey it, lakini kila wakati ukisikia neno la Mungu na unalitii, it always changes the natural to the supernatural. Nitaweza kubadilisha kile kiwezekani mpaka kile kinawezekana. May the Lord still help us right here. Mungu atusaidie. So that we may run to hear and obey the word of God. So that we may be able to change the natural to supernatural. Na ndio tujifunze kusikia na kutenda neno la Mungu, na ndio yale yawezekani kaweza kuwezekana. Glory be to the Lord. Amen. And they started now. Let their boat started teaching. Na kwa hivyo chombo chao zikaanza kusibia. And the Bible calls ahead in verse number 7, and it tells me that they started now calling the others to come to their aid. Mstari wa 7 inaniambia ya kwamba wakaanza kuambia wengine wakuja wawasaidie. They started calling others to come and help them. Na kwa hivyo wakaita wengine wakuja wawasaidie. So they signaled to their partners in other boats to come and help them. That they came and filled both boats so full that they began to sink also. Wakapungia mikono washirika wao waliokuwa katika chombo cha pili waje wawasaidie. Wakaja wakavijaza vyombo vyote viwili hata vikataka kuzama. Listen to that, brethren. This is financial, brethren. Hebu sikie kiungu sasa. Yeah, they had only one boat. Kwa hivyo walikuwa na chombo moja. But whenever they started now rowing from one boat, this is financial, brethren. Kwa hivyo huyu ni muujiza wapendwa. They could not. For the boat which was fishing, then they were putting the second boat
and the second boat also filled, and the first one which was sinking fast before they called others to come, it's because their boat was sinking. But even now, when some people came to help them, their boat also was filled with fish, and it was started. Kwa hivyo kumbuka hawa waliweka chombo kimoja ndio kilikuwa katika ziwa, lakini wakati walianza kutoa ilikuwa itasaba, lakini hata wakati walisiweka kwa ile chombo ya pili, hata hiyo ya pili bado ilikuwa itasaba. I want you to see this. Nataka uone hii muujiza. What a miracle is this? Zaidi muujiza wa aina gani? Because whenever we hear and obey the word of God, it changes the natural to supernatural. Ni kwa sababu kila wakati tukisikia na tutende neno la Mungu, linabadilisha yale haiwezekani kwa yale inawezekana. This is not the only thing that I get from this story, brother. Na sio kitu tunapata hapa. I see these people who are in the other boat. Walikuwa katika hiyo chombo ya pili. Because of the obedience of Simon. Kwa sababu Simoni alitii. Because of Simon hearing, running, and obeying the word. Ni kwa sababu ya Simoni kusikia na kutii neno. The people who are expected to go home hungry. Wale watu walikuwa wanatarajia wataenda nyumbani wakiwa na njaa. Because they didn't have anything. Ni kwa sababu hawako wametela kitu. Because of this one simple man called Simon. Ni kwa sababu ya mtu mmoja anaitwa Simeoni. Who heard and he obeyed. Ule alisikia na akatii. They went home full. Walienda nyumbani kama wamejaa. Your obedience, you are hearing and obedience the word of God and help others, brethren. Kwa hivyo kusikia kwa neno la Mungu kwako na kutii kunaweza kusaidia wengine. It will help others. Itasaidia wengine. It will be there to help others. Itakuwa pale kusaidia wengine. It is my prayer, brethren, we realize this. Kwa hivyo ni maombi yako kwamba tukajua. Let me say my 3 points that you can get from that story. Hebu nikwambie mambo matatu unaweza kujifunza kutoka hapo. Let me just tell you 3 things. Mambo matatu unaweza kusoma. And I tell you them very quickly. Nitakwambia kwa haraka. That whenever you listen and you obey the word of God, kwamba wakati unasikia na kutenda neno la Mungu, you open the door for others to hear. Unafungulia wengine mlango wakasikia. Just like what Peter is doing over here. Kama vile Simon amefanya hapa. When you hear the word of God and you obey, wakati unasikia neno la Mungu na utii, then you make the natural to change to supernatural. Utabadilisha kile kiwezekani kinakuwa kinawezekana. Yeah, brethren. Napendwa. And another thing is, na jambo la tatu ni hii, as you are blessed, you are not just blessed alone, you are blessed with others. Ukibarikiwa peke yako, utabarikiwa pamoja na wengine. Your blessings goes beyond you and it gets other people blessed. Kwa hiyo baraka zako zinafurika, zinafikia wengine. Brethren, wapendwa, what a wonderful thing is this. Na jambo la ajabu aje. That we can start with every individual person here to hear the word of God and obey. Ya kwamba kama kila mmoja wetu anaweza kusikia na kutii, then we can be a blessing to other people. Tunaweza kuwa baraka kwa wengine. And we can change the natural to the supernatural. Na tunaweza kubadilisha kile kiwezekani kwa kile kinawezekana. And we can make many to hear this gospel. Na tunaweza kufanya wengine wasikie hii neno. Because this is the will of the Lord. Kwa sababu hiyo ndio mapenzi ya Bwana. Blessed are those who hear this word. Kubarikiwa ni wale wanasikia neno lake. And they obey. Na wanasikiza, na wanatii. May the Lord just help. Mungu akusaidie. So that you can learn to run the word and obey. Na ndio uweze kusikiza na kutii. Because you shall be blessed. Kwa sababu utakuwa kubarikiwa. Just let's ask tonight. Unaweza kuabuka. And you can pray together. Na ndio tuweze kuomba pamoja. You can just read. Heavenly Master, we worship you and we praise you. Baba wa mbinguni, tunakuabudu, tunakusifu. Thank you for the way you have spoken to us this wonderful evening. Asante kwa sababu ya vile umetuongelesha usiku wa leo. That blessed are those who hear that they keep your word, okay? Ya kwamba kubarikiwa ni yule anasikia na anatenda neno lako. How I pray tonight, oh ever with your God. Ninaomba ya kwamba jioni ya leo, that this one may sink into each and every one of us, okay? Ya kwamba hii neno ikaingia kila mmoja wetu. And that they will be there to bear fruit forever. Ya kwamba watakuwa pale kuzaa matunda. So that ever God, we shall be listeners of your word. Ya kwamba tutakuwa tunasikia neno lako. And not only listening to it, but that ever God shall go an extra kilometer of obeying it. Na sio kusikiza tu bali kulitii. So that my King, my Master. Na ndio Bwana na Mwokozi wangu. Others may be blessed through us, okay? Wale wengine watabarikiwa kwa ajili yetu. And Jehovah God, the natural shall be changed to supernatural. Na ile haiwezekani itakuwa inawezekana. And many will come to hear. And many will run about you whoever you give. Na wengi watakuja kukujua
kukujua wewe, because you are the Lord and the sinner like you. kwa sababu ni wewe Bwana na hakuna mwingine. I pray that my dear message of God, Ninaomba ya kwamba Bwana na Mwokozi wangu, that this one you have enough room in the hearts of these men and these women, ya kwamba hii neno litapata nafasi ya kutosha katika mioyo ya hao wapendwa, and they shall keep on meditating upon it. ya kwamba watakao wakitafakari hili neno, And when they meditate upon it, na wakati watatafakari hili neno, they will keep on doing it. wataifanya, And they shall remain to be blessed people. na watakaa wakiwa wamebarikiwa, Because you are the Lord and the sinner like you. ni kwa sababu wewe ndio Bwana na hakuna mwingine aliye kama Thank wewe. you, Jehovah God, because whenever you promise, Jehovah God, you fulfill. Asante ni kwa sababu kila wakati ukiahidi wewe unatimiza. Let it be so now, Jehovah God, of you. Hebu ikakuwa vile That these people hear the word and they obey the word, Jehovah God, they shall really be blessed. wakati hao watu watasikia na kutii neno lako watakuwa kubarikiwa. And the honor and glory be back to you. Nao heshima na utukufu zitakurudia. We worship you and we praise you. Tunakuabudu na tunakusifu. And it is in the mighty name of the Lord Jesus Na Christ ni katika jina kuu la Yesu we do pray. tumeomba na tumeamini. Heavenly Master, we continue, Jehovah God, O King of glory, to uplift your holy name. Baba wa mbinguni tuendelea kukuinua Even, Jehovah God, because of the good times that you have given us together with you. hata ni kwa sababu ya wakati mwema umetupatia pamoja. Thank you for the good health that you have given unto each and every one. Asante kwa sababu ya mwili njema umetupa. And even for the way, Jehovah God, you enabled us to come. Hata ni kwa sababu ya vile umetuwezesha kuja. So that we may hear such a wonderful word tonight. Na ndio tukasikia neno la ajabu vile. We worship you and we praise you for it. Tunakuabudu na tunakusifu. We also came, Jehovah God, with a token of appreciation because of what you have done unto us and to our righteousness. Pia tulikuja na sadaka ya kushukuru kwa sababu ya vile umetutendea. I pray that, Jehovah God, you shall remember every mind, every heart that has thought of giving unto you. Nitakuomba kwamba ukakumbuka yale mawazo na roho na mkono ile imefikiria kutoa. And you shall do in accordance to your word. Nawe ukatenda kulingana na neno lako. So that these people will be blessed Na ndio hao watu wakabarikiwa. and they shall be here to uplift you. Na watakuwa pale kuinua jina lako. Thank you, Jehovah God, King of glory, for their travel as they move back home, O King. Asante kwa sababu ya safari yao wakielekea majumbani. We come and we protect them with the precious blood of your name. Tunawafunika na damu ya mwana kondoo. That no harm or danger before. Ya kwamba hakuna maovu itawapata. And this we are praying, trusting in the mighty name of our Lord Jesus Christ. Na hiyo tunaomba katika jina kuu la Yesu aliye Mwokozi na mkombozi wetu. Amen. Let's say the grace together. And now the grace of our Lord Jesus Christ, and the love of God, and the fellowship of the Holy Spirit, be with you now and forevermore. Amen. God bless you, mighty.